Karibu sana. Leo tunaingia ndani kabisa kwenye ufafanuzi mmoja wa kusisimua ambao unachambua sintofahamu au tuseme ile shaka kubwa iliyojengeka mtaani kuhusu benki za Kiislamu. Unajua, kama umewahi kujiuliza hili swali, je, hizi benki kweli zinatoa mfumo mbadala usio na riba au ni zile zile mbinu za kibiashara tu zilizovishwa majina ya Kiarabu? Basi uko mahali sahihi, kwa sababu ufafanuzi huu utakupa majibu ya kina sana. Sasa, kwa haraka, huu ndio mwelekeo wetu leo. Tutaanza kwa kumjua mtaalamu aliye nyuma ya uchambuzi huu. Kisha tutafafanua hii shaka inamaanisha nini hasa, tuangalie kwa nini jamii ina wasiwasi, tulinganishe mifumo hii na mwisho tutatoa ufumbuzi. Haya, sehemu ya kwanza, mtaalamu aliye nyuma ya uchambuzi huu. Kabla hatujazama kwenye mambo mazito ya kifedha, lazima tumtaje mtunzi wa uchambuzi huu. Ukweli ni kwamba huyo sio mwananadharia chuo anayesoma vitabu, hapana. Huyo ni mzobevu hasa wa mambo ya benki za Kiislamu. Fikiria hili. Amemaliza masomo yake ya uzamili katika kozi ya uchumi wa Kiislamu nchini Omani. Pia anamiliki shahada ya CIF au CIBFI ambayo inatambulika duniani kote kwa umahiri wa miamala ya kifedha ya Kiislamu. Na kwenye vitendo sasa, ameshiriki semina ya uchunguzi wa kisheria ndani ya benki katika chuo kikuu huko Omani na semina ya siku 5 ya Takaful, yani bima ya Kiislamu katika kampuni ya Tawafik Omani. Ili kukazia uzoefu wake, amewahi kufanya mafunzo ya vitendo ndani ya benki ya Izi ya Omani kwa muda wa siku 4. Kwa hiyo tupo kwenye mikono salama kabisa ya mtu anayejua anachokizungumza. Tukisonga mbele, sehemu ya pili, kufafanua hii shaka kuu. Ili kuelewa kwa nini watu wanasita, inabidi kwanza tufafanue neno hili muhimu sana, shubha. Kimsingi, shubha ni lile eneo la kijivu. Ni ile shaka au ule mkanganyiko wa kifikra ambao unamfanya mteja akune kichwa. Ni kama wingu fulani hivi, zito la wasiwasi, linalomfanya mtu ajiulize, kweli mfumo huu ni tofauti au ni mtego tu? Hii ndiyo sumu inayoleta kizuizi kikubwa sana kati ya taasisi hizi na jamii. Na unajua nini? Hiyo shaka inatupeleka moja kwa moja kwenye tatizo kuu ambalo ni riba, ile ziada au faida ya kinyonyaji inayotozwa kwenye mikopo. Hili ni jambo ambalo mfumo wa fedha wa Kiislamu umelipiga marufuku kabisa. Lakini ukweli ni kwamba riba imekuwa ni uti wa mgongo wa mifumo ya kifedha ya kimataifa tangu enzi za kale. Sisi sote tumezoea mfumo ambao mikopo inaongezeka thamani na kumuumiza mkopaji, na huu ndio ulimwengu ambao benki za Kiislamu zinajaribu kuubadilisha. Sasa, jambo la msingi kuelewa hapa ni kwamba benki za Kiislamu hazikuanzishwa ili tu kufanya ushindani wa kibiashara mtaani. Zililetwa kwa lengo moja kuu, kutoa mbadala ambao unakwepa kabisa riba. Zilitaka kujenga mfumo unaozingatia maadili, ambapo faida na hasara zinagawanywa kwa haki. Lengo ni kulea uchumi unaomjali kila mtu, tofauti na mfumo wa kawaida ambao unamlinda tu mtu wa fedha. Sawa, twende sehemu ya 3. Ikiwa lengo lao ni zuri hivyo, kwa nini jamii bado inatilia shaka? Ebu fikiria kisaikolojia kwa muda. Benki za kawaida za riba zimetawala dunia kihistoria na kisaikolojia kwa miaka nenda rudi. Ndiyo njia pekee tulioizoea. Halafu ghafla zinakuja benki za Kiislamu ambazo ni ngeni sana. Kwa kuwa hakuna elimu ya kutosha mtaani ya kubadilisha mtazamo wa watu, inakuwa rahisi sana kwa mtu wa kawaida kusema, haya ni mambo yale yale tu. Lakini sio saikolojia pekee. Kuna mambo hasa ya kiutendaji. Kwanza, wengi hawajui kinachoendelea nyuma ya pazia la hizi benki. Pili, ule msamiati wanaoutumia, japo ni wa Kiarabu, kwenye masikio ya mteja unafanana tu na lugha za benki za kawaida. Halafu, kuna mkanganyiko wa fatwa au matamko ya wasomi ambayo yanapishana. Ukichanganya hayo na ukweli kwamba wakati mwingine huduma hizi zinaonekana kuwa na gharama kubwa zaidi na kwamba benki hizi zinafanya kazi bega kwa bega na benki za riba, basi taa nyekundu inawaka kwa wateja kwa kweli. Sasa tuziweke kwenye mizani. Sehemu ya 4, kulinganisha mifumo hii miwili. Tofauti ya kiutendaji inaonekana wazi kabisa hapa. Kwenye benki ya kawaida ya riba,
Mkataba mara nyingi unamlinda mtu mmoja tu. Benki itachukua faida yake, iwe biashara yako imefanikiwa au imefeli vibaya. Lakini katika benki ya Kiislamu, msingi ni ubia au ushirikiano. Inamaanisha benki inabeba nawe hatari ya hasara na mnagawana faida inayopatikana. Ni tofauti kubwa sana inayoamua nani anabeba mzigo mambo yanapoenda mrama. Na kwa sababu sisi hatuko hapa kuchukua upande, hebu tuangalie mjadala ulivyo mitaani. Kuna upande mmoja unaosema shaka hii ni halali kabisa. Wanasema hizi benki zinafanya mambo yanayofanana mno na miamala ya riba, hivyo zinachanganya watu. Kwa upande mwingine, watetezi wanasimama kidete na ushahidi wa kisheria na kiutendaji, wakisisitiza kwamba kila kitu kinafanywa chini ya uangalizi mkali wa bodi za wataalamu wa sheria. Ni mjadala mzito na unaoendelea. Tukielekea kumaliza sehemu ya 5, je, kuna ufumbuzi gani wa kuponya shaka hii? Mwandishi baada ya kufanya uchunguzi wote huu anatoa tiba ya hatua 4. 1. Kuelimisha jamii moja kwa moja. 2. Kuunganisha matamko au fatwa za kisheria ziwe na sauti moja. 3. Kuwa na uwazi 100% kwenye miamala yao. Na 4. Kutoa mafunzo yasiyokoma kwa wafanyakazi wao ili waweze kufafanua haya mambo vizuri kwa wateja. Tukiingia ndani kidogo kwenye hatua ya kwanza ya elimu, unajua benki hizi zinapaswa kutoka kwenye viyoyozi maofisini na kwenda mitaani kurekebisha dhana potofu. Zinahitaji kueleza kwa lugha rahisi falsafa zao na muhimu zaidi, zionyeshe kwa vitendo jinsi zinavyosaidia kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja na jamii. Mtu akiona matokeo chanya, lile wingu la shaka litayeyuka lenyewe kabisa. Mwisho kabisa, tunaachwa na swali la kuchokoza akili. Je, unafikiri uwazi huu na elimu inayoendelea inaweza kweli kuondoa kabisa lile kivuli kizito cha benki za kawaida ambazo zimetawala kwa 100 ya miaka? Kama watafuata hizi hatua kwa umakini, huenda wakarudisha imani kamili. Wewe unaonaje? Fikiria kuhusu hilo na tutaonana kwenye ufafanuzi ujao.